Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Katika Biblia baba amepewa nafasi muhimu sana katika familia. Majukumu yake si tu kutoa mahitaji ya kimwili, bali pia kuongoza familia ya kiroho kwa upendo na hekima. Haya ni baadhi ya majukumu ya baba kibiblia. Kuwa kichwa cha familia kwa upendo na huruma. Baba anaitwa kuongoza familia si kwa ukali na au mabavu, bali kwa mfano wa Kristo mfufuka aliyependa na kujitoa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa lake. Waefeso sura ya 5 aya 25. Kutoa mahitaji ya familia. Baba anapaswa kutoa mahitaji ya familia. Baba anapaswa kuwajibika kuhakikisha familia inapata mahitaji muhimu. Maandiko yanasema waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa kwanza sura ya 5 aya 8, mtu asiyewatunza walio wake ameikana imani. Kulea na kumrudisha watoto njia ya Mungu. Baba na jukumu la kuwafundisha watoto maadili, sala na neno la Mungu. Kila baba anayenisikia hapa, awe kijana, mtu mzima, basi ajiulize, je, uliwahi kuongoza sala ya familia hata siku moja? Tangu umepata kipaimara, umefanywa askari hodari. Je, mwezi huu ni wa rozari? Kama kichwa cha mke, kichwa cha familia, umewahi kuongoza rozari? Kitu ambacho unacho huwezi kuwapa mke wako na watoto wako. That which you do not have, you cannot give. Wale katika adabu na maonyo ya Bwana, Waefeso sura ya 6 aya 4. Kuwa mfano mwema kwa watoto. Watoto hujifunza zaidi kwa kuona maisha yako baba, kuliko kwa kusikia maneno yake pekee. Baba anapaswa kuwa mfano wa uvumilivu, uaminifu na sala, msamaha na bidii. Maandiko yanasema Ndani Timotheo ya kwanza sura ya 2 aya ya 8, Paulo akimwandikia Timotheo anasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku wakiinua mikono iliyotakata, pasipo hasira wala majadiliano. Baba wa familia ni kama mchungaji wa familia. Baba wa familia anadhibiti discipline ya familia, maadili ya familia. Baba wa familia uweze kudhibitisha kwamba familia yako imekuwa hoteli au imekuwa nyumba ya imani na amani. Nyumba inajengwa kwa matofali, lakini familia inajengwa kwa upendo. Upendo ni tunda la kwanza la Roho Mtakatifu. Basi sasa tunapongelea hayo, baba, chunguza familia yako. Wewe ndiye mlango wa kondoo. Wewe ndiye mlango wa mke wako na watoto wako. Kama Yesu alisema mimi ni mlango. Baba mwenyewe haujawa mlango, umekuwa dirisha. Unakuja saa ngapi? Watu hawatabiri. Familia ipo, wewe hautabiriki unakuja saa ngapi? Watu hawana ratiba. Akina baba hamna ratiba. Kuna chakula huko, sala huko, unakula vinginevyo kule. Imekuwa hosteli, nyumba. Nani? Sababu wewe mwenyewe. Wewe ni mlango kwa mfano wa mchungaji mwema. Familia zimedhoofika, mtu mwingine anaingia dirishani anakupiga kwa sababu wewe hujasimama. Uwe mchungaji mwema baba unayenisikiliza. Dumisha umoja na amani katika nyumba yako. Baba anapaswa kuwa mtu wa upatanisho, mwenye hekima katika kutatua migogoro na kuijenga familia kwa upendo. Kuwa karibu na watoto kwa upendo. Biblia haimoneshi baba kama mtawala mkali, bali pia mwenye huruma. Kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Zaburi ya 103 aya 13. Kumtegemea Mungu katika uongozi wa familia. Baba, mtegemee Mungu, usalishe sala, soma Biblia, rudi nyumbani mapema. Baba mzuri kibiblia huomba, husoma neno la Mungu na kutafuta hekima ya Mungu kila siku. Na mfano tunaye katika Biblia ni Mtakatifu Yosefu, mkimya lakini mambo yake yalikuwa makubwa. Mtumenia haki, mnyenyekevu, mlinzi wa familia yake, alitafuta riziki kihalali. Akina baba, tumpe Mungu maisha yetu. Tusizidishe katika ulevi, tusije kupiga sensa usiku. Turudi katika familia zetu, tuzitunze familia. Mungu amekujalia kazi kubwa ya kupaua kanisa, ujenzi wa kanisa. Hii kama ujenzi usiende usikupite bila wewe hujaweka alama. Ni fursa kama mitume walienda nje ya mipaka ya Uyahudi, wakatumia vizuri kumhubiri Kristo. Kazi uliyopewa ya ujenzi wa kanisa, baba ukisimama, mama atasimama, watoto watasimama. Wale ambao wamesimama, Mungu awabariki. Wale ambao hamjasimama katika nafasi ya baba, basi badilika, inner transformation. Ili Mungu atukuzwe katika nafsi yako baba.
ambaye ni mlango wa kondoo, mlango wa familia yako.